Haleluya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na ninafurahi kwa ajili ya uzima wa siku ya leo, na pia nafurahi kwa ajili ya wokovu. Amen. Wakati ambapo nasimama mbele za Mungu na mbele za watu, huwa nachukua ikiwa jambo la kumshukuru Bwana. Amen. Kwa sababu kuna wakati ambao singesimama mbele za watu, kwa sababu uoga ulikuwa umeninyanyasa sana. Amen. Na singeweza, hata nilikuwa napotelewa na maneno. Kwa hivyo ni jambo Bwana amenitendea. Amen. Sichukui likiwa jambo la ukawaida. Pia ni wakati mzuri na ni wiki mzuri ambao Bwana ametuandalia. Tumekuwa na wiki ya ajabu ya kumshukuru Bwana. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimesimama katika madhabahu, nataka hata mimi kuwarudishia shukrani. Amen. Mungu awabariki sana kwa ajili ya kupatikana wote. Na tumekuwa tukirudisha shukrani Sunday, Monday tulikuwa tunarudisha shukrani kwa ajili ya Mungu Baba. Tulikuwa tunamwambia Mungu ni asante. Ni kwa ajili ya kutupenda, kutuokoa, kutuumba na mfano wake. Na pia tulikuwa tunamwambia ni asante hata kwa kutupatia Yesu Kristo afe kwa ajili yetu. Pia tukamrudishia Yesu shukrani kubwa sana kwa ajili ya kukubali kutoa mwili wake na damu yake kwa ajili yetu. Tukawa na wakati wa kumwambia Yesu ni asante. Alivumilia mateso, alivumilia kifo, alivumilia kila kitu chafu ilifanyika juu yake. Tukamshukuru. Pia tukamwambia ni asante kwa kutuachia msaidizi. Tukawa na wakati wa kumrudishia Roho Mtakatifu wa Mungu shukrani kubwa sana. Na tukamwambia asante. Na wacha niwaambie, isipokuwa ni Roho aliingia ndani yetu, hatungeona utamu wa wokovu, hatungejua kuomba, hatungeelewa neno. Tukawa na wakati wa kumrudishia Utatu Mtakatifu shukrani. Siku ya pili tukawa na personal thanksgiving kutoka vile ulivyozaliwa mahali ambapo tumefika. Amen. Siku ya tatu tukaingia kwa jamii. Tukashukuru Mungu kwa jamii. Thursday tukashukuru kwa ajili ya kanisa, na Friday tukashukuru kwa ajili ya taifa. Amen. Na hakika Bwana amesikia shukrani zetu. Watumishi wote ambao walisimama wakituelekeza katika hali ya kushukuru, Mungu awabariki sana. Nasema ya kwamba Mungu awainue na azidi kuwatenda mema. Hakika tumebarikiwa na neno, utajiri wa neno, na tumejua uzuri na hata umuhimu wa kumshukuru Bwana. Amen. Kwa hivyo tunapoendelea katika maisha yetu, wacha shukrani isiwe itoka katika vinywa vyetu. Amen. Kuna kitabu moja nilikuwa nasoma na nikapatia mama Sister Naomi. Ni mama moja alikuwa amepelekwa heaven. Na yule mama wakati alipopelekwa na Yesu, kuna lumu alienda akakuta ikiwa very busy. Malaika walikuwa tu wanapokea wakirudisha, hawako wanakaa chini. Akauliza Yesu, hii lumu ni nini hao malaika wako busy hivyo? Akaambiwa hao ni wale wanapokea mahitaji. Kisha akapelekwa kwa lumu ingine, akakuta malaika wengine hata sio wengi, wawili wamekaa tu very comfortable. Anaona malaika moja anaamuka, anaenda, anarudi chini, anakaa. Akauliza, na hawa ni nini wanafanya? Akaambiwa ya kwamba hawa ni lumu ya wale wote wanaoleta shukrani. Na akaambiwa hawa malaika ndio upokea shukrani. Na Yesu akaambia yule mama, watu wangu huwa wanishukuru. Amen. Wacha sasa tuifanye opposite. Wacha tufanye malaika wa shukrani wawe very busy. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuingie katika neno la Mungu. Tutaingia tuone wamama wawili ambao mmoja alikuwa na shukrani na mwingine hakuwa na shukrani. Amen. Na hawa mama mnawajua sana. Mmoja anaitwa Hana na mwingine ni Lecho. Amen. Hawa mama wawili walikuwa wameolewa. Hawa mama wawili hawakukuwa wamepata watoto. Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa amefunga tumbo lao. Amen. Kwa hivyo na wote hakuwa anahitaji mtoto. So Hana alikuwa analilia Mungu ambariki na mtoto. Naye Lecho vile vile alikuwa analilia Mungu na alikuwa anamuomba ya kwamba pia ampatie mtoto. Amen. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo
Hana alililia Mungu alipoingia katika hekalu na akawa na machozi mengi sana. Aliweza kukutana Eli, akaona ni kama mama amelewa. Naye alipomwambia akamwambia, mjakazi wako hajalewa, hajapatiwa divai. Ile kitu iko ni uchungu wa moyo alionao, na anapeleka mahitaji yake kwa Mungu. So Hana, Mungu akaweza kumwangalia na akaweza kumbariki na akapata mimba. Amen. Naye tukiangalia upande ule mwingine, Lecho naye alikuwa analia. Akaenda kwa mume wake, anamwambia nipatie mtoto ama nife. Naye Yakobo anamwambia kwani mimi ndio Mungu? Amen. Lakini baadaye Mungu aliweza kusikia maombi hata ya Lecho na akampatia mtoto. Amen. Wacha tuingie tuangalie katika Genesis 30:22. Biblia inasema ya kwamba Mungu akakumbuka Raheli. Mungu akakumbuka Raheli. Mungu akamsikia, akamfungua tumbo, akampa mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamuita jina lake Yusufu. Akasema, Bwana niongezee mwana mwingine. Amen. Umesikia kwamba Mungu amemkumbuka na amempatia mtoto na jina lake ni Yusufu. Lakini wakati alipopata huu mtoto, anasema ya kwamba Mungu nipatie mwingine. Amen. Huyo ni Lecho. Amen. Nataka pia tuingie 1 Samuel, twende hapo verse 20. Ikawa wakati ulipowandia, Hana akachukua mimba na akamzaa mtoto mwanaume, akamuita jina lake Samueli. Akasema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Amen. Sasa hawa wawili wamezaa. Amen. Lecho amemzaa mtoto wa kijana na Mungu amesikia maombi yake. Naye Hana amemzaa mtoto wa kijana na Mungu amesikia maombi lake. Tofauti ya hapa ni kwamba Lecho wakati alipomzaa mtoto, Lecho alipomzaa mtoto aliambia Mungu ya kwamba nikumbuke, nipatie mwingine. Naye Hana wakati alipomzaa, tukiangalia hapo sasa pale tulikuwa tunasoma hapo katika Samueli 2:21, hapo ndipo tutaona ule amesema apatiwe mwingine, naye Mungu alimjalia na akampatia mwingine. Na wakati Lecho alipopatiwa mtoto mwingine, Biblia inasema ya kwamba wakati alipata yule mtoto aliweza kukufa akizaa. Yeye hakuweza kunyonyesha mtoto wake, yeye hakuweza kuona mtoto wake. Yeye ndio Mungu alisikia maombi yake, lakini kwa sababu hakuwa na shukrani, yule mtoto aliweza kukufa. Mama aliweza kukufa na akaacha mtoto wake. Naye Hana wakati alipozaa mtoto, Biblia inasema, tuingie hapo katika 21. Tuingie sasa hapo 21. Tuone vile Hana alivyoenda kwa Mungu. Kisha yule mtu Elikana wa watu wote nyumbani mwake wakaenda kuendea kumtolea Bwana dhabihu. Amen. Na tunaona ya kwamba walipoenda hapo 22, bali Hana hakuweza. Hapana, si hapo. Pahali tunaona ya kwamba Hana sasa ameenda akatoa dhabihu na akamtolea Mungu dhabihu ambazo zilikuwa zinatakikana. Akamtolea dume. Amen. Na akamtolea na akapelekea Elikana. Amen. Twende hapo 24. 24 IT tafadhali haraka. Haya, Biblia inasema ya kwamba hapo 24, naye alipokuwa amekwisha kumwashisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe 3 na 1,000 ya unga na chupa ya divai, akamletea nyumbani mwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto wake alikuwa mtoto mdogo. Amen. Biblia inasema ya kwamba Hana akamchukua ndume. Kuna vitu ambazo hapo amesema, akamletea ndume,
akamletea chupa ya mafuta ya unga, amen, na hata ya divai. So tunaona ya kwamba hawa mama wawili kuna tofauti. Hana alienda kumshukuru Mungu na zawadi, amen. Naye yule mama mwingine Lecho alienda tu kusema Mungu niongezee mwingine, hakuwa na shukrani. Lakini tukiendelea hapo, Biblia inasema ya kwamba Hana aliweza kubarikiwa na watoto wengine, lakini Lecho yeye alikufa, amen. Na tukiangalia tuone katika Yeremia, na James huwa anapenda kuomba na hii maombi sana na kusema hii maombi sana. Katika Yeremia mahali ya kwamba watoto wa Lea waliendelea tu wakiisha, amen. Hawakuendelea tena, walienda wakiisha, lakini watoto wa Hana walienda wakiongezeka, amen. Hivyo ni kuonyeshana nini? Wakati wote tunapomshukuru Bwana kunakuwa na multiplication, amen. Kunakuwa na uongezeko. Wakati ambapo unakuja mbele ya Mungu kumwambia Mungu ni asante, Mungu analetaga uongezeko, amen. Kwa hivyo wakati wote na maisha yetu, wakati wote Mungu atatuweka uhai, tukae na wakati wa kumwambia Mungu wetu ni asante, amen. Kunazo benefits ambazo watu huona wakati ambapo wanashukuru Mungu. Na ninamshukuru sana kwa sababu tuliambiwa mambo mengi. Daktari Anastasia aliweza kutuambia, mzee Joroge aliweza kutuambia, hata mama kanisa habari ya kutii wakati tunapomshukuru Mungu, amen. Benefit moja tunapomshukuru Mungu ya kwamba huwa tunampendeza Bwana, amen. Wakati wote tunapomshukuru Mungu, hili jambo huwa linampendeza Bwana. Unaweza kuona mambo mengine yote yanatendeka, lakini wakati wa shukrani hili jambo huwa linampendeza Bwana. Bwana atakupatia, ukimwomba mtoto atakupa, ukimwomba mali atakupatia, lakini wakati wa kushukuru yeye hawezi simama ajishukuru, amen. So wakati wote ni wakati wa kushukuru Mungu. Hili ni jambo ambalo linampendeza Bwana, hili ni jambo ambalo linavutia Bwana. Kwa hivyo wakati wote unamshukuru Mungu, Mungu anafurahia, amen. It bring balance in your spiritual life, especially your prayer life, amen. Inaleta balance katika maisha yako, na especially wakati wote wakati wa maombi na wakati wa maisha ya maombi. Na ukitaka kujua mtu aliye na shukrani, huyo mtu huomba, amen. Huwa tunaingia katika lango la Mungu katika shukrani. Na wakati tumekuwa katika hii wiki Psalms 100 verse 4, hiyo hakuna mtu hajasimama na kuitaja. Wathesalonike wa kwanza 5:14 hakuna hajataja pale. Wakati tunaambiwa tuingie katika lango lake, na hata Wemali ametuambia tuingie lango lake katika shukrani. Katika lango la Mungu, ukiangalia vile watu walivyokuwa wanaingia hadi waingie holies of holies, katika lango pale walikuwa wanaanzia kutoa dhabihu. Hapo ndio shukrani inaanza, amen. Alafu wakisonga waende holies of holy, wakienda holy ndio sasa warudi holy of holies. Wakiwa pale katikati walikuwa wanaenda na praise. Dipoza unasikia kwamba tuingie katika lango lake na shukrani na kumsifu. Kwa hivyo bila shukrani hawezi ingia patakatifu pa watakatifu, amen. Na hakuna siku utaingia katika patakatifu kama umeanza kuleta mambo tu zako, amen. Kwa hivyo tunaingia katika lango za Bwana na shukrani. Wakati tunapoenda kuomba, wakati tunapoingia katika maombi, kitu ya kwanza huwa tunaenda na shukrani, amen. Na unapoingia katika shukrani, unamwabudu, unamwambia Mungu ni asante kwa matendo mema, unamkumbusha yale amekutendea. Katika maombi unamwambia ni asante, kama si wewe singelipata wokovu, kama sio nguvu zako mimi singepatikana,
Amen. So ukimshukuru, unamshukuru, unasikia umetoka katika ile level, unaingia tena level ingine. Unaingia sasa katika sifa. Amen. Unaanza kumshukuru, unaanza kwa ukuu wake, kwa uzuri wake. Ukiingia katika ile stage ingine ya Holy of Holies, unaenda sasa kwa Baba, unamwambia sasa mahitaji yako. Amen. Hapo ndio unaenda unamwambia Mungu, ninakuhitaji. Nataka uangalie watoto wangu. Nataka uangalie mume wangu. Nataka uangalie taifa langu. Nataka uangalie kanisa. Amen. Lakini kitu ya kwanza tunaingia katika shukrani. Amen. Pia kitu ingine ya kwamba tunapoingia katika holies, it brings deliverance. Amen. Inaleta ukombozi. Hii tutaisoma katika Acts 16:25. Tuone tutaingia ukombozi namna gani. Biblia inasema ya kwamba, but at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Tuende hapo next. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened and every chains were loosed. Amen. Hapa tunajua hii neno tunalijua vyema sana. Hao ni watumishi wa Mungu. Na nilihurubiria baba Kevo pale nje. Hao ni kulikuwa Sila na kulikuwa na Paul. Hao watu hawakuwa wamefanya dhambi ndio washikwe. Walikuwa wamekutana na kasichana kalikuwa na pepo mbaya. Kalikuwa tu kanaenda kakiwaambia kwamba kakiwaona kanaanza kusema hao ni watumishi wa Mungu ambao ni wa Mungu aliye mkuu sana. Naye Paul, Biblia inasema ya kwamba akakasirika, akaambia mapepo, katika jina la Yesu Kristo toka na muende. Ule mtoto akakombolewa na mapepo wakaenda. Kuna mzee mmoja alikuwa anafanya biashara na huyu msichana. Wakati huyo mzee akakasirika sana na akaenda akastaki akina Paulo. Akasema maneno ya uongo juu yao. Biblia inasema wakashikwa, wakapigwa, wakararuliwa manguo zao. Amen. Na wakiwa pale korokoroni, Biblia inasema ya kwamba Paul na Sila walikuwa wanamsifu Mungu. Amen. Hao wangekuwa na wakati wa kuambia Mungu ama kukukua wanateta. Wanaambia Mungu, ni makosa gani tumefanya? Tulikuwa tumeenda injili yako. Tumeamrisha mapepo. Wangeenda pale sasa waanze na kusikia uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Paul na Sila walipoingia katika ile nyumba ya gereza, Biblia inasema walienda kumsifu Bwana. Tunarudishia Mungu shukrani katika sifa. Tunarudishia Mungu shukrani katika maombi. Tunarudishia Mungu shukrani katika offering zetu. Amen. So Paul na Sila, zile shukrani walikuwa wanarudishia Mungu, walikuwa na msifu. Amen. Na nilikuwa najiuliza aje, kama sasa ni sisi, ati sasa umeshikwa na uko korokoroni, ungekuwa unafanya nini? Kama tunakwazagwa na kakitu kadogo tunakosa kuja kanisa. Amen. Kama tunapatagwa na kakitu kadogo, ati sijui tumefanywa tunakosa. Na je, hao walikuwa korokoroni, na Biblia inasema ya kwamba kupitia sifa wale wengine walikuwa wamefungwa pamoja, walikuwa na wasikiza. Amen. Na ile kitu ilikuwa inanishangaza ni ya kwamba Mungu wetu anapopokea shukrani, hata siku ya leo katika huu umati wote, achukue tu shukrani za mmoja akubali. Amen. Sisi wengine wote tutaachiliwa. Wale walikuwa wanasikiza Paul na Sila wakisifu, wakati Mungu alikuja na nguvu sana ya earthquake ikatetemesha ile nyumba.
minyororo ya wale walikuwa wamefungwa ikafunguka, na si ya Paulo na Sila tu peke yake, hadi ya wale wengine walikuwa wanasikiza. Amen. Nikaona ya kwamba katika kumshukuru Mungu hata katika hali mbaya, na hapo ndio tunasoma katika Wathesalonike 1:5 mstari wa 18, hata katika kila hali mshukuruni Mungu. Amen. Katika kila hali mshukuruni Mungu. Katika ile hali ya Paulo na Sila, hapo ndipo waliweza, hata waliokuwa wamefungwa wengine wanagereza wakafunguliwa. Amen. Na wacha kufunguliwa tu, askari alipoamuka akakuta milango ya gereza imefunguka, akachukua kisu ajiue. Paulo akamwambia, tuko hapa, usijaribu kujifanya vibaya. Yule askari akamwambia, Johni kwangu, mkule na muoge. Amen. Na wacha hivyo tu, akawaambia hata waokoke, akaleta wokovu. Kwa hivyo katika kumshukuru Mungu kunaleta wokovu. Amen. Kunaleta wokovu. Watu wanakuja katika wokovu ukimshukuru Mungu. Hata katika nyumba yako, kama vile tulivyokuwa tumeingia katika familia, unamshukuru Mungu kutoka mahali we ulijijua, wale ulikuta, hata kama ulikuta maito wako ukaanza kushukuru. Tulianza kushukuru. Mimi nilikuta maito wangu mwenye alikuwa amezaa shosho, alikuwa amezaa mama, nikaanza kushukuru kutoka huyo juu nilimjua. Nikaenda hadi Kasera kalizaliwa juzi. Amen. Tunakuwa na Mungu akipokea tu hizo shukrani. Hata familia zetu ambao wamefungwa na ufalme wa giza wanapata kukombolewa kwa sababu tu ya kumshukuru Mungu. Amen. Kwa hivyo tuzidi kumshukuru Mungu, tuzidi kumuita Mungu, na tuzidi kuonekana mbele za Mungu katika shukrani zetu. Katika kitabu ya Leviticus hatutasoma, lakini kuna mahali pengi sana ukienda uisome. Utaona vile wana wa Israeli walivyokuwa wakienda mbele za Bwana na shukrani na sadaka za shukrani. Haijaandikwa Thanksgiving, imeandikwa ya peace, but hiyo ndio Thanksgiving. Walikuwa naenda na dhabihu ya shukrani, walikuwa naita peace offering. Amen. Kulikuwa na dhabihu za sin, kulikuwa yani hizo zote Leviticus yote imeitajia, lakini wote walikuwa wanakuja. Kwa hivyo niwaambie kanisa la Mungu, ni muhimu sana kuwa wakati wote tunamshukuru Bwana. Nilikuwa ninaangalia, ninaona ya kwamba jinsi tumemshukuru Mungu imempendeza hiyo wiki mzima. Na wakati nilikuwa mimi najipima, nilikuwa naona bado haijatosha. Nilikuwa naangalia wakati ninapatagwa na mahitaji. Amen. Vile mtu analiaga mbele za Mungu, saa hiyo hata uambii ufunge, unajituma, unafunga, unalia, unaamka usiku, unajitolea. Na je, wakati wa shukrani ni the same? Vile ambavyo tunatoaga mahitaji yetu mbele za Mungu, tunaliliaga Mungu, hivyo ndivyo hii wiki tumemulilia, tukimwambia ni asante. Amen. Mama kanisa, umesikia kama imetosha hiyo asante? Nilikuwa nasikia ni kama iko mbali sana. Na wewe ujilinganishe hata wewe. Juu hata wewe kuna wakati unadaa mbele za Mungu ukitaka Mungu akutendee. Na vile unajitumaga, na vile unaliliaga Mungu, na vile anavyokutendea, hivyo ndivyo unavyorudi kwake. Amen. Mungu atusaidie sana na aturehemu. Ni kwa sababu Mungu anahitaji shukrani zetu. Amen. Na yeye hapendezwi na chochote, anapendeshwa na shukrani. Tulipoanza katika maombi ya shukrani, tulisema wiki mzima, hata yote aliye na hitaji, hata kama kwenu kunachomeka, hakuna kuombea mahitaji ya kwenu. Anza kushukuru Mungu, kwa maana huo moto utapoa. Anza kushukuru hata kama ni magonjwa, hata kama we ni mgonjwa. Anza kushukuru Mungu kwa sababu sasa umepona. Amen. Tukaanza kuwa na wakati wa kumshukuru Mungu, lakini unasikia hizi shukrani bado hazijatosha. Amen. Nikawa ninaambia Roho Mtakatifu, Roho tusaidie kuingia kiridini cha shukrani. Ni kwa sababu tuko mbali sana katika shukrani. Amen. Nilikuwa naangalia ya kwamba ni gumu sana ukwe tu umekaa tu hivi useme hii wiki sitakula siku 7.
nitakuwa nikienda kanisani kuambia Mungu tu ni asante. Na mshukuru kwa matendo yake, ninatoka ninaenda. Lakini ukiwa na hitaji, hata kama ni mtoto anafanya shule mtihani, utakuta unajituma. Lakini wakati tu wa kushukuru unakuta hakuna. Amen. Tusiwe kama Rachel ambao alisema ya kwamba Mungu nipe mwingine. Amen. Badala ashukuru Mungu, naye Hana tunamuona akienda kwa kuhani na vipawa za shukrani kusema Mungu ni asante, naye Mungu akamkumbuka. Amen. Tunasikia kunayo kilio Lama kwa sababu ya watoto wa Raheli. Amen. Kwa sababu walienda wakipungua, wakiisha, lakini watoto wa Hana walienda wakiongezeka. Siri ni kumshukuru Mungu. Amen. Siri ni kumshukuru Mungu. Wacha sasa mahitaji. Daktari yako hapa, tunaambiwa katika kukula chakula starch iwe kidogo. Haya, vitamin ikuwe mingi lakini si mingi sana. Lakini mboga na matunda iwe mingi. Amen. Sasa hivyo ndio shukrani, tupeleke hiyo portion ya kuwa mingi, mahitaji madogo. Amen. Tuliambiwa wale katika Luke ile 17:11 wale watu wale wenye ukoma 10 ya kwamba wale walienda 9, mmoja tu ndiye aliyebaki kwa Yesu. Na Yesu akamwambia ya kwamba yani wewe mmoja ndio tu umekuja kurudisha shukrani. Na imagine akwa mjiu alikuwa Msamaria. Naye Mungu akamwambia, na Yesu akamwambia umepona kabisa. Hali yake ilipona, familia yake ilipona, mchanga wake uliweza kupokea uponyaji. Ndio wale 9 ukoma uliwaisha, lakini kama kulikuwa na shida bado zilibaki kuwa pale. Lakini huyu mmoja, yeye mambo yake yote ilipona, ni kwa sababu ya shukrani. Amen. Mungu atusaidie tuwe watu wa shukrani ili mambo zetu zote zipone. Tusiwe watu tu wa kushida tukiomba. Nakumbuka nikiwa hapa Dakar dukani, na nishaisema tena, kuna mzee mmoja hakuwa anaona, na alikuwa anakujaga kila wiki mara moja. Na akikuja nilikuwa nampeaga pesa. Naona kabisa na si wa kujifanya. Na nikaona mzee aongeagi, anatokaga tu. Nikafikiri labda juana macho, na sikuwa nampatia pound ama ya coins ati itapiga hiyo kabakuri. Nikasema acha siku moja nimpatie coins nione kama atasikia basi aseme asante. Ule mzee nikampatia na nikaachilia zipige kelele kabisa. Mzee nikaona ametoka ameenda. Nikaambia wenye tulikuwa nao, mzee sitawahi mpatia kitu. Amen. Hapo sauti ikaniambia, hivyo ndivyo ninasikiaga wakati ninavyowatendea na msinishukuru. Amen. Mungu anasikiaga vibaya. Mzee wetu alitufundisha na akatuambia Mungu wetu ako na hisia, ako na feelings. Yeye anasikia. Amen. Ati anaona ya kwamba nimekubariki, nimekuinua katika level ya juu. Na wewe unaona tu ni kawaida. Amen. Ati umeamuka tu usingizi, umegonga blanketi, hata hujambia Mungu asante. Mungu tu anasikiaga na anaonaga vibaya. Ni kwa sababu kuna wengi walilala vile ulivyolala, hawakuamuka. Amen. Wewe una shida shughuli zako, tunaenda huko. Kwanza zamani tulikuwa tunaenda Eldoret, tunarudi, tunakuja. Hata uwezi ambia Mungu ni asante ukienda kulala. Unaona tu ni kawaida. Lakini katika hiyo njia ni wangapi wamekufa? Ni wangapi wameanguka na gari? Ni wangapi wamekaa tu chini wakarara wakakufa? Amen. Lakini unaona tu ni kawaida. Umekula, umeshiba. Ukishiba kitu ya kwanza ni kulala kwa kiti. Amen. Tunastahili kuwa watu wa shukrani. Neema ya Mungu ndio imetubeba. Na ni Mungu ametuwezesha kufika hapa tulivyo. Hakuna hekima ya mwanadamu, hakuna ujuzi, hakuna masomo. Hii yote ni Mungu. Akiondoa tu neema yake, sisi tunabaki bure. Amen. Ni milango mingapi huwa inafunguliwa ya kifo juu ya maisha yetu. Amen. Wakati nilipokuwa nikimshukuru Mungu, me person, niliangalia mahali Mungu amenitoa, pale tu nilianza kujijua na kujielewa. Na nikaona nikiwa class 6 niligonjeka sana.
Na siku hiyo hatukuwa tunaenda hosi. Nilikuwa nakaa na shosho yangu. Hakuwa ananipeleka hosi. Yeye alikuwa ameamini uombeo upone. Mama yangu akaambiwa Hana ni mgonjwa, ako karibu kukufa. Mama akakuja akanipeleka hospitali. Na nikalazwa hospitali North Kinangop. Mungu akaniponya. Niko na sababu ya kumwambia ni asante. Siku moja tukaenda Nakuru. Tulikuwa tunaenda kwa kina Teacher Rose. Shosho wangu akaniambia simama hapa. Wacha usimama hapa nikuje. Akaingia hapo kwa room. Mama mlembo akakuja. Akaniambia kasichana kuja nikuonyeshe kwenye shosho yako hako. Mimi naye namwambia na mzigo. Najua shosho sasa tukienda tunabeba maviazi na huko hakuna. Akasema hapana anakuja. Nilishikiwa huko msichana akiniimba. Amen. Sikuibiwa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nami. Amen. Ninaangalia nishaikuwa mgonjwa kabisa. Na wakati nilikuwa nimepatwa na pressure. Na nilikuwa mgonjwa na gonjeka. Sasa na mimi nilikuwa tunaona kifo. Na nilikuwa najua ninakufa. Na sikuwa naambia mtu lakini mimi ndani yangu nilikuwa naona nakufa. Sasa